kwa form ka uniform ya form 1. Uko salama? Hello. So, what's the latest kwa Ecobidas life right now? Grace ya God ni latest, au sio? Sufficient siku zombo. Kila siku kuna grace mpya. Kuna grace chimbi kila day. Eko, watu wamekuwa wakisema gospel hapa nchini Kenya inakufa. What do you have to say about that? Ni masikio zao zina dead. Si gospel. Unaweza mandaje word ya God? Inakufa wewe. God mwenyewe ni life. Yeye ndiye anapeana life. Sasa God ali breathe life ndani ya human, alafu human anasema God ana dead, word yake ina dead. Okay, so Eko, about 3 weeks ago, kumekuwa na some expose probably by your either brother Anajita Baha. Alikuwa in one of the podcasts na akasema industry ya gospel kuna watu chafu. Umekuwa kwa industry for like over 15 years. Umewitness hawa watu chafu. Atu chafu? Yeah. Ameda hivyo? Alida hivyo, and actually alicall a few. Aliwataja? Hello. Anasema waliandikiwa wimbo na jamaa mwenye aliandikia wimbo yeye anafungiwa nyumba. Huyo jamaa akipigia artist anakata simu na ngoma ishakuwa famous. Yeah. So wewe personally have you witnessed such people? Acha nikuone, human beings ni human beings tu at the end of the day. Human beings, yani ukisema walevi wako kila mahali. Ukisema ni wagonjwa wako kila mahali. So hizi chagua tu chachu useme hapa ndio kuna walevi. Hao wamekaa wametafuta God. Unafaa hata hiyo ndio area unafaa kuwa sana. So ukisema ni roho chafu wako kila mahali. Sisa hii ndio si gospel ndio watakuwa wanaanza kuwa. Roho chafu wako kila mahali, ni human beings. To be specific, hata nikushua hata ucha kwenu wako. To be specific, msanii mwenye alizungumzia Eko. To be specific, msanii mwenye alizungumzia alikuwa amefungiwa nyumba at that time. Mwenye alikuwa ameandikia huyo msanii ngoma ni Mr. V. Umezungumza na Mr. V anytime? Mr. V, honestly sijaongea naye. Hatujaongea. Na nini tunaona sasa wasanii wa gospel inakuwa vigumu kutafutana wao kwa wao. Huo ushirikiano ni kama upo. Inategemea, I think vitu ni mob sana. Ni kama unaulizia sasa madaktari kwa wanatafutana. Madaktari unajua wangapi Kenya? Wallahi. Lakini sasa unaona tunaona. Sikia maandamano mtawao? So I think pia ni culture yetu as Kenyans, So si ati ni culture yetu as Kenyans. Sasa hivi vitu zimekuwa mob. Watu wana go through vitu mob. So kupatana ni ngori. Kila mtu ako searching. So kuanza kutafuta mwenzako unless akutafute akwambia napitia hii na hii. Kama mimi sasa hivi ni Sparrow. Unaimagine wewe unaenda kutafuta watu ama ni wewe unatafutwa? Una get uko mazishi, uko idhaa kuzikana. Vitu ni mob na pia watu unaita tuzikane, unapata pia wako na vitu zingine wanafanya ama mambo wanapitia. So huwezi blame mtu aswa. Siwezi yake mse wote blame aswa at this moment. Now Eko, you personally like umekuwa ukimeta kwa hii industry gospel. Right now wanaendeleaje? Wako form ka uniform ya form 1. That's beautiful. Nimeingia stage. Okay. Now, able to given the fact that we want to engage in Alpha and all that, now I understand what is happening for media right now. Wewe kama their dad, what do you think about the state of the politics in this country? Politics iko mali penyewe. Acha niseme hivyo. Iko mali tulitaka kawa Kenya. Msema huwezi enda kuchagua watu wa kufunga mandazi bala watu kufunga bao, alafu shindo kwa nini amfunge bao? Unaanza kuzusha, mbona huyu jamaa anafunga mandazi na amebaki na post? Wewe ulitamka kufunga mandazi, hukwenda kufunga kuleta striker. So Kenya ikikuja election si uchagua vitu zetu, sawa? Na kelele mingi na kupatiwa shilingi 3 unapiga nduru, alafu unakuja kuuliza nani alichagua hawa na ndio uliwachagua, mbona unafanya kazi mbaya? So tunapata tu results zenye tulitaka, unajua our choices. Na naona watu wanarushia oreza ngori yote. Ukweli ni leadership si oreza peke yake. MC wako anadu, MP wako anadu, hawa watu wote nali waeka kasi wewe kosa kuvote, ulichangia kuvote ya mtu wrong.
Hiyo ni kitu ya kwanza. So acha niseme let's look at solution rather than problems. Solution ni nini? What do we do better that we haven't done before? We can't be doing the same thing and expecting different results. So solution ni chukueni mavote vijana, chukueni maidi saa hii, chukueni vote. Siku ya kuvote ikifika tutumie tu akili, tuvote mtu wa solutions. Tusivote taarifu, tusivote mtu anatupatia pesa. As simple as that. Hiyo ingine itajirudia tukiendelea na hii kitu. Hii kitu ya kusema nani hatoshi, nani hawezi. Na tulimvotea tukitaka. Hata hiyo time tuko tunashikika sawa. Kwanza watu wanazusha kwa mtandao ndio wako wanashikika wakisema nani tena arudie 5 tena 6 3 na wanamjua poa sana si ati wajibu tu hiyo fanya. Yeah. Now, just one question ya kumalizia hii story. Do you think Gen Zs wanafaa relax whenever kitu inawaumiza? Tuseme tushawachagua, it's our mistake, si ndio? Now wako huko na these guys they do wrong. Do you think we are right, ama the Gen Zs are right to hold these guys accountable? And if they are right, should they go to the streets, ama is there another way yenye wanaweza tumia kupasi message yenye wanataka na wasikizwe actually? Wacha nikwambie ukweli, it's too late. Reality ni too late. Haijalishi tunafanya nini saa hii. It's too late. Hakuna kitu tunaweza fanya mpaka tu hiyo time ishe. Hakuna. Si watu wametry? Yeah. Okay, now your message to your fans, because nimeona of late unaangusha ndoba every other week. Sijui ni nini ime-happen kwa your world. Nasikia nikaa in 2009 grace insufficient na feel newborn and born again. Unajua siku zombo Yesu mbele au sio? So watu expect doba mpya na message kama kawa jo. Watu wakiwa janja wasikize word. Wasikize tu word play, wasikize message ziko huko ndani na wazitumie. Award to the watu wenye wako roho chafu sasa kwa gospel industry. Roho chafu jo lazima niwaambie nini. Tafuteni homo. Sawa, cheers. Blessings.